بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى katika kipindi kama hichi tutazungumzia namna ya kutekeleza ibada ya umra, kwa kuwa alhamdulillah katika ulimwengu wetu wa leo imekuwa sahali na wepesi watu kuenda kufanya ibada hii ya umra, na katika sharti za ibada ni mtu kujua kufanya ibada kama hii. Kwa hivyo tumeonelea tufanye kipindi ambacho kwamba kitakuwa kinawasaidia wote wale ambao kwamba wanaenda kufanya umra, ili wajue wafanye ibada yao vipi, ili wapate kutekeleza ibada kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, na pia wasipate kutoa gharama nyingi alafu akawa amerudi akawa ibada yake haijakubaliwa. Pia vile vile kano na pesa, mtu yachoka, yani mwili wake tabu, isiwe ataenda iwe mwili atachoka bure na pesa zimekwisha na ibada yake haijakubaliwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amali yoyote hakubali mpaka iwe according alivyotaka yeye ifanye. Chochote, swala, udhu, saumu, zaka, lazima ufanye according alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, kwa namna alivyotaka yeye Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jambo la kwanza katika kipindi chetu tutazungumzia kuwa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia katika moyo wako ukahisi kuwa wewe unajisikia kwenda umra, una ile feeling ya kuwa wataka kwenda umra, basi ujue kuwa umeitwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amekutamani, ametaka kukuhost katika nyumba yake na katika msikiti wake mtukufu ambao kama ndio msikiti wa kwanza kujengwa katika ardhi kama hii. Kwa hivyo wakati wote ukihisi feeling kwa mimi natamani kwenda umra, uhisi basi moja kwa moja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekutamani, amekuita. It's a call from Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jaribu kuitikia mwito kama ule kwa kadri ya bidii yako na uwezo wako, kwa sababu sio yote ambaye kwamba anaitwa katika sehemu kama zile. Sio kila mwenye pesa wala sio kila mwenye afya. Wako wengi ambao kwamba wana pesa hawajaitwa bado, hawajakwenda. Wengi ambao wana afya hawajakwenda bado. Lakini ikiwa wewe umehisi kwa Allah amekuita, kando na pesa unayo huna, afya unayo huna, basi kwanza kuwa na hisia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio ameniita, na wewe unapokwenda you are not going, huendi kwa sababu ya Kaaba ama kwa sababu ya Makkah ama Madina. Wewe waenda kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndio unayemtaka. Allah is your goal. Yani wakati waenda Kaaba ama unapokwenda katika sehemu kama zile, yani your main goal kwa wewe wamwendea Allah subhanahu wa ta'ala ndio lengo lako. Yale mengine wafanya kwa kuwa ni maamrisho Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha ufanye. Kwa hivyo ikiwa umeazimia kwenda, jambo la kwanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atufundisha katika adabu ya safari na adabu ya mambo yote, kwa mtu afanye istikhara, yani umshauri Allah subhanahu wa ta'ala, je, wakati gani bora kwenda? Uswali istikhara, niende vipi, niende na agents gani, mfano niende wakati gani, yani consult Allah subhanahu wa ta'ala. Uswali rak'a mbili, ulete ile dua ya istikhara ambayo kwamba inajulikana, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika, yani wataka guidance from Allah subhanahu wa ta'ala when to go ama how to go. Kisha baada hapo ushamshauri Allah subhanahu wa ta'ala, consult family, parents, friends ambao kwamba wanajua agents nzuri, so that you make your decision according kulingana na yani consultation ambao kwamba umemshauri Allah subhanahu wa ta'ala, na watu ambao kwamba wanajua kama ni maustadh, ni marafiki ambao kwamba washakwenda, so that experience yako ya umra isiwe ambao kwamba utakwenda ku regret. Ki accommodation wise, ki guidance ya ibada na yote yale ambao kwamba utakuwa uende, maybe it's your only time you are going, so make sure you are going with the right agent, with the right travel agents, na with the right people, with the right sheikhs ama imams ambao kwamba watakuguide katika safari kama ile. Hiyo ni very key, kwa sababu when you make a wrong decision everything will go wrong. Lakini when you make your right decision, wakati watakwenda, mimi nachagua naenda na agents gani ama naenda na under guidance ya nani, awe mtu amesoma, awe mtu ambaye ajua anachokifanya, mtu mwaminifu, pesa yako iwe salama, na ibada yako ambaye kwamba atajali pesa yako na atakuwa na concern na ibada yako ikubalike. Sio tu ambaye kwamba anajali ame make profit ama haja make profit. Ukishafanya hivyo, kisha baada ushashauri consultation zako zote,
uangalie travel agent gani, uanze kupanga safari yako na documents zako zinazotakaniwa, uprepare mentally, physically, spiritually kabla hujakwenda safari, moyo wako, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia katika moyo. When you are going to Allah subhanahu wa ta'ala utaka forgiveness, Allah looks at your heart, ataangalia heart zetu. Je, una hatred na mtu, una chuki na mtu, una hiqdi na mtu, umekosana na mtu? Kwa hivyo utakuwa uko mbali na rehema ya Allah ikiwa wewe katika moyo wako una vitu hivyo. Kwa hivyo clean your heart. Allah subhanahu wa ta'ala asema kwenye Qur'ani, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. The first step ni kuwa clean your heart. Seek forgiveness kwa wale ambao umewakosea. Seek forgiveness from family, friends, wale ambao umetakuwa pengine kwa njia moja au nyingine umekosana na wao. Pia clear your debts kama una madeni mahali ambapo kwamba yashakuwa due tayari, kwa sababu tumekatazwa kusafiri ikiwa una deni ya mtu na wakati wake umefika, unless uclear ama utake ruhusa. Okay. Jambo lingine, prepare the essentials you need katika safari kama ile. Ikiwa wewe wajua naenda Makkah ama Madina, uliza sasa ni pale ni winter ama ni summer, ni baridi ama ni joto. Kwa hivyo uprepare according mahitaji ya hali ya anga iliyoko kule, weather ya kule. Kama ni baridi, ujiandae na sweaters, ujiandae na socks, ujiandae na creams ama lotions na vaseline na mfano wake. Kama ni joto, ujiandae according na dawa matibabu pia. Kama una daktari, umconsult daktari wako. Mimi nasafiri, dawa zangu nibebe zipi? Ni kama kule nikikosa naweza tumia alternative dawa gani? Kwa sababu watu wengine wanakwenda kule wagonjwa, wanakosa matibabu yao, inakuwa mtu anapata distraction ile ibada yake, anashindwa kuelewa ibada yake itaendelea vipi. Kwa hivyo ni muhimu sana kabla hujasafiri consult daktari wako. Kitu kingine pia, kama ni mwanamke, kabla hujasafiri angalia zile dates zako unazopata, monthly periods zako. Uchague kama kuna package, mfano mwezi fulani, ama kuna some groups have more than one package in a month, 2 ama 3. Kwa hivyo chagua kama ni early beginning of the month, yani katikati ya mwezi, mwisho wa mwezi. Angalia ule mwezi ambao kwamba high possibility ya wewe utakuwa huko katika damu, kwa sababu kule uweze kuswali vizuri, kufanya tawaf vizuri, waenda kule for ibada. Another thing ambao kwamba pia you have to consider wakati unakwenda katika safari kama hii ya umra na safari ya ibada ni kuwa try, yani as much as you can ubebe kitakachokusaidia kule, kama ni vitabu vya adhkar, vitabu kwamba ni vya ilmu, msahafu wako, kama ni your prayer mat, msahafu wako, sandals ambazo kwamba utakuwa unatumia pale kwa exchange, na hizi essentials zote ambazo kwamba unahitaji katika kufika umra katika Makkah na Madina utatumia. Prepare them before you go there. Sio ufike Makkah au Madina unaanza tafuta duka iko wapi, shopping center iko wapi, ndio uanze kuingia sokoni, you waste of your time. So prepare yourself spiritually, your heart, physically, whatever you need there, mentally also. Yani wewe prepare yourself that you are going out of from your comfort zone, yani nyumbani kwako, kitanda chako, privacy yako, unaenda kukaa kulala na watu hujuani na wao, unaenda kula na watu hujuani na wao, unaenda kupanda bus ama ndege na watu hujuani na wao. So mentally be prepared. Maybe nitaudhiwa na mtu, so that ukiudhiwa ujue I was prepared for this. Na how to prepare mentally ni kuwa kwanza jiambie kwa people are different, we are not same, na kila mmoja ana weakness yake, na mimi ni katika safari 10 days ama 2 weeks ama 1 week. So jipambe na subra, ndio ukifika pale uwe wewe, chochote kitakachotokea useme alhamdulillah, and yani be focused. Kwa mimi focus yangu ni ibada, focus yangu ni umra, focus yangu ni ziara. Usiwe distracted na mtu kukejeli ama mtu kukuudhi ama mtu hivi, zisiwe ni vitu ambavyo vitakuwa kudistract katika malengo yako. After that tuingie sasa katika umra yenyewe, ibada ya umra. Umra katika lugha ya Kiarabu maana yake inamaanisha visit, ziara. Na katika fiqh ya Kiislamu tukisema umra tunamaanisha kuvisit nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ukisema umra kwa yani katika lugha linguistically ni kuwa any visit. If you visit Malindi, Diani, Nairobi, Kiarabu inaitwa umra. Lakini katika sheria ya dini umra inakusudiwa mtu kuvisit al-Kaaba kwa lengo la kufanyia ibada. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikie. Na umra hii ina fadhila nyingi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema kwenye hadithi, umra mpaka umra nyingine, and in between two umras you are doing, all the sins hapo katikati zinasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala.
Ni kama vile Ramadhan to Ramadhan na umra to umra. Umefanya umra last year na ukafanya umra this year, all the sins ambazo kwamba umefanya ni between you and Allah subhanahu wa ta'ala zinasamehewa. Lakini kama kuna sins between you na other people, you have to seek forgiveness. Kama ni mali umekula lazima uregeshe. Watu wengine they assume kwa mimi nitakula haramu, nitafanya gambling, I'll eat haram money and then I'll go to umrah, tasamehewa. Hakuna hiyo. Wewe utasamehewa kwa umrah kama umesema urongo, yani sins ambazo kwamba it's between you and Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini na pia hufai kufanya those sins purposely kwa sababu utakwenda umrah, because you never know utawahi kwenda umrah ama huwahi kwenda umrah, and you never know if utawahi kwenda umrah yako itakuwa accepted ama haitakuwa accepted. Kwa hivyo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya umrah, alihimiza watu na yeye mwenyewe akafanya umrah. Mtume aliwahi kufanya umrah 4 times, and after umrah kuja while he was in Medina, Mtume aliwahi kufanya umrah 4 times na alifanya hajj only once katika last year yake alifanya hajj. Kwa hiyo mwaka mmoja before Islam aliwahi kufanya hajj, lakini after Islam kwa yeye kama Mtume sallam alifanya hajj once and 4 times umrah. Okay, another thing ambayo kama kitu kingine tunafaa kuzungumzia katika ibada yetu ya umrah ni kuwa before hujaingia katika ibada ya umrah, kuna vitu Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha mtu kufanya while in state of umrah. Before hujaingia katika state of umrah, kuna vitu umekatazwa, haram things, forbidden things, which you have to be careful usifanye, kwa sababu ukifanya maybe kutakuwa na penalty, maybe kutakuwa na sins according na ile kitu unachofanya wewe. Hivi vitu ambavyo ni haram kufanya, kuna 3 groups. Kuna one group ambao kwamba ni vitu they are common in both men and ladies, men and women, wote kwao ni haram. Ni haram kwa wanaume, ni haram kwa wanawake. The second one ni vitu kwamba ni haram for men only, and third one ni vitu ambavyo ni haram for ladies only ama women only. Ya kwanza ambayo ni haram both wanaume na wanawake ni kupaka manukato. Ya pili ambayo kwamba ni haram wanaume na wanawake ni kukata kucha. Ya tatu ambayo ni haram wanaume na wanawake ni kuremove yani any hair katika mwili wako, kuondoa nywele katika mwili wako. Ya nne ambayo ni haram kwa mwanamume na mwanamke, tumesema kupaka manukato, kukata kucha, kukata nywele, vile vile kufanya kitendo cha ndoa ama vitangulizi vake. Kama mfano mtu ameenda umrah na mke wake, wakati yuko katika ile state of ihram haruhusiwi kufanya hugging na mambo yake, kwa sababu mpaka amalize umrah yake ndo anaweza kufanya, na kufanya kile kitendo chenyewe ndo haram zaidi, na kuna penalty kubwa ukifanya mambo kama hayo. Kitu kingine ambacho ni haram kwa mwanamume na mwanamke, mtu kuhunt. Ukiona mnyama, japo siku hizi hakuna tena mambo ya kuhunt. Safari zamani kwa watu wakisafiri kwa vipando, majahazi, ngamia, punda, akiona barabarani, akiona msituni swara akihunt, kwa hivyo ni haram. Kukata mti ni haram. Lakini siku hizi wewe ni flight from Nairobi to Jeddah, huo ni mnyama, huo ni chote. So they, yani most of watu wengi sana hawaoni wanyama katika kusafiri kwao. And then kuna vitu vingine ambavyo ni haram kwa wanaume peke yao, ambao kwamba ni kuvaa mavazi yaliyoshonwa. Mwanamume haruhusiwi kuvaa. Vile vile kuvaa yani kukava kichwa chake, hata kama atakava na bedsheet wakati analala. Kama hujamaliza umrah, umefika wewe Maka, umechoka, unasema nitafanya umrah kesho, ukilala make sure utokava your head with the ihram ama bedsheet, kwa sababu ukikava kichwa yako inakuwa umefanya madhambi katika madhambi ya umrah. Another thing ambapo kwamba pia ni haram kwa wanaume ni kuvaa anything ambapo kwamba inakuzunguka mwili wako. Hata baadhi ya ulama wamesema hata kuvaa saa, japokuwa some scholars wamekubali, lakini anything ambapo kwamba inakuzunguka, isipokuwa pete wanaruhusu. Bag ambapo kwamba unabeba kama ni viatu ama unabeba chupa ya maji na mfano wake inaruhusiwa, lakini kitu kingine chochote ambacho kimeshonwa ama kinakuzunguka mwili hairuhusiwi mwanaume kuvaa. Na vile vile kufunika kichwa haruhusiwi, na nyingine haruhusiwi kuvaa closed shoes. Mwanamume haruhusiwi kuvaa closed shoes, lazima avae viatu ambavyo kama viko open mbele na viko open nyuma, ndio ambao kwamba anaweza kuifanyia umrah yake. Another group ni ya wanawake. Wanawake nao hawaruhusiwi katika ihram kufunika uso wao, na second thing hawaruhusiwi kufunika mikono yao kwa kuvaa gloves. Anaweza funika mkono na hijab yake, akatia mikono under hijab, under jilbab,
lakini kuvaa gloves mwanamke haruhusiwi. Kwa hivyo it's haram while in state of ihram kwa mwanamke kufinika uso either with ninja ama with mask, yote ni haram unless kama atavaa ninja anaweza vaa cape and then ninja isiwe na contact na skin yake. Vile vile yani kuvaa gloves pia haruhusiwi. Anaweza kuvaa buibui ya kawaida, kavaa hijab any color, black, white, anaweza na lazima kama tutakavyokuja kueleza katika ibada yake akava legs zake kwa sababu miguu ni katika aura. Kwa hivyo hivi ni vitu vinaitwa muharramatul ihram, lazima uzijue kabla hujaingia katika umra. Ni vitu ambavyo ni haram for you to do while in state of ihram. Lakini kwa mfano mtu amekwenda hapa, amefika Makkah, amefanya umra yake ya kwanza leo, for example on Thursday, and then ashamaliza umra by asri, then anataka kufanya another umra kesho. These haram things inakuwa sasa halal until akaingia tena upya katika state ya ihram nyingine. Yani in between two umras whatever was haram is now halal. Kama kukata nywele, kukata kucha, mke wako naye pale, all it's halal until you come again, yani unaingia tena katika nia ya second umra, tena unarudi tena katika zile restrictions ambapo kwamba vitu umekatazwa kufanya ukiwa katika state of ihram. Hapo hizi ni very key points mtu ajue before kuingia katika umra. Another point sasa, ukitaka kuingia katika umra ujue unaingia katika ibada ambapo kwamba ina three types of a'mal, yani three types of acts of worship. Kuna type ya kwanza ni zile vitu ambapo kwamba ni arkan, yani ni must do. If you don't do it, yani hakuna anything that you can cover up with it. Inaitwa arkan, pillars of umra. Number 2, tuna kitu kinaitwa wajibat za umra. Yani pia hizi ni lazima, lakini ni sio katika level ya arkan. Yani kama hukufanya unaweza ku cover up with penalty, yani ama fine, either ya kulipa pesa, ya kuchinja mbuzi, ama ya kufunga na ya kulisha maskini. Yani unaweza amend ile kuacha wajib, lakini ile ya kwanza arkan hakuna namna, lazima you have to do it, otherwise you have no umrah. Kwa hivyo number 1 is arkan, number 2 it's wajibat, number 3 ni sunan. Sunan hizi it's better to do, lakini if you don't do hakuna any sin, hakuna any penalty, hakuna chochote, lakini it's recommended that you do sunna zote ambazo kwamba unaweza kufanya katika ibada yako ya umra. Kwa hivyo tutazungumzia sasa these 3 things. Ya kwanza arkan, we finish them, and then tutakuja katika wajibat tuzungumze, kisha tutakuja kuzungumza sunan. Katika arkan za umra tuambiwa na ulama kuwa we have 5 arkan, yani 5 pillars. Number 1 ni nia, ama they call it ihram, nia or ihram. Number 2 ni tawaf. Number 3 ni sa'i. Number 4 ni at-taqsir au al-halq, yani kunyoa, kupunguza nywele ama kunyoa kipara kabisa. Number 5 ni at-tartib, yani kuzifanya kwa mpangilio. Hizi ndio nguzo 5 za umra. Ukienda wewe enda umra ujue unaenda kufanya mambo haya matano, lazima uyafanye all these 5. Ukiwacha any katika hizi 5 itakuwa wewe hujatekeleza umra yako. Kwa hivyo arkan za umra ni hizo 5 ambapo kwamba ni nia, tawaf, sa'i, kupunguza makunyoa na kufuatilisha taratibu kufananisha kama hiyo. Tutazungumzia every pillar one by one. Ya kwanza, pillar ya kwanza ni nia. Nia kama tumesema inaitwa pia ihram, na nia ndio nguzo katika ibada zote. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema innamal a'malu binniyat, yani hakuna kitu kingine chenye kuzingatiwa katika ibada more than nia. Hakuna, yani nia ikisimama ndio mengine yanaweza kusimama. Ikiwa nia haijasimama mambo mengine yote yanakuwa ni zero wako unaofanya. Ukafanya tawaf, ukafanya sa'i, ukapunguza, ukanyoa, lakini hakuna nia, inakuwa ile yote umefanya ni zero. Kwa hivyo nia ndio kitu cha msingi sana. Nia, kuna vitu viwili muhimu kila mwenye kufanya umra ajue. Jambo la kwanza, namna gani nitatia nia, how to make nia. Number 2, ajue nafaa kutia nia yangu wapi. Wapi ndio natakana nitie nia. Namna ya kuweka nia, tuambiwa nia mahali pake ni moyoni. You say by your heart, uko assisted na ulimi wako, ukisaidiwa na ulimi wako unasema nawaitu al-umra wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ama waweza kusema labbaik allahumma umra,
yani nimekuitikia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ibada ya umra. Ima useme nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, ama useme labbaik Allahumma umra. Na kama umfanyia mtu umra si yako wewe, unasema nawaitu al-umra li fulan, yani li mathalan Abdullah ama fulan, unamtaja jina lake kisha wa ahramtu lahu, kisha unasema labbaik Allahumma umra li fulan Abdullah ama mtu fulani. Na hii ya kumfanyia mtu kama tunavyojua kwa lazima kwanza wewe ushafanya yako and then utamfanyia mtu. Ukimaliza kutia nia utasema Allahumma inni nawaitu al-umra fa'inni 'alayha wa taqabbalha minni, ya Rabbi nimenuia kufanya umra, basi nisaidie kuifanya vizuri na uikubali umra kama hii. Hiyo ndo namna ya kutia nia. Lakini nia hii utatia wapi? Nia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuwekea sehemu ambazo kwamba mtu hafai kuvuka ikiwa yuenda Makka unless ashatia nia ya kufanya umra. Hizi sehemu ziko tofauti. Kuna sehemu inaitwa Lamlam kwa watu wanaotoka Afrika, East Africa, East and South Africa na yani south of Makka kama Yemen na mfano wake. Kuna sehemu inaitwa Qarn al-Manazil, kuna sehemu inaitwa Dhati Irq, kuna sehemu inaitwa Al-Juhfa na kuna sehemu inaitwa Dhul Hulaifa. Dhul Hulaifa hii ni best miqat kwa sababu ndio miqat aliyopita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na miqat iliyoko Madina, karibu na Madina. Mtume alikuwa akienda Hajj alipita hapo Dhul Hulaifa kutia nia yake. Kwa hivyo ni ndio best miqat kwa kuwa iko mbali na kwa kuwa ndio miqat aliyotumia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sisi tunatoka Kenya ama East Africa sana sana, kama ndege yetu ni direct flight na tunaanzia Makka then tunatia nia ya Lamlam. Before ya Lamlam either waweza kutia nia hata nyumbani kwako kama kutoka Mombasa au Nairobi, lakini usivuke ya Lamlam unless ushatia nia. Ama kama utavuka ya Lamlam bila nia, ukishuka Jeddah then you have to go back to miqat kuweka nia yako, kwa sababu hairuhusiwi kutia nia ndani ya Jeddah kwa sababu Jeddah ni past miqat. Tabidi utoke kama watu wengine, mfano anaanza Madina ataenda basi ndio Madina, then while back from Madina rudi Makkah atapita miqat ya Dhul Hulaifa aeke nia yake pale. So hii nia tulosema ni katika pillars ambapo kwamba ni katika pila ya kwanza kabisa za umra na ndio pila ya muhimu kabisa. Kisha kuna sunna zilofungamana nayo kama tumesema katika ibada ya Hajj, kuna pillars, kuna wajibat, kuna sunan. Katika sunna za nia ni wewe kabla hujakia nia yako kwanza uoge, usafishe mwili wako, kama una kucha uzikate, yale ambayo ni haram kufanya baada ya nia uyafanye kabla hujatia nia. Kama una nyele katika mwili wako upunguze, kucha upunguze, upake uoge vizuri, jisafishe mwili wako, upake manukato, upake mafuta mwili wako, kama unataka nyele zako kutia mafuta uzitie mafuta, and then ndo uweke nia. Usiweke nia kabla haya mambo kwa sababu baadaye utasumbuliwa na kucha, utasumbuliwa na nyele. Kwa hivyo it's sunna usafishe mwili wako vizuri na utie nia ya kuwa wewe wasafisha kwa ajili ya umra. And then ukimaliza hivyo you pray 2 rak'ahs, usali rak'a mbili, usome rak'a ya kwanza suratul Fatiha na qul al-kafirun, rak'a ya pili suratul Fatiha na qul Allahu ahad. Unaitwa hizi inaitwa rak'atul ihram. Ukimaliza sasa umekaa ama umepanda basi yako ama kwa ndege, useme nawaitul umra wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Na hii kuoga kama wewe wajua airport siwezi kuoga, waweza kuoga nyumbani, waweza kuoga kuanzia hotel, lakini nia yako wajua wewe waoga for this reason. Kwa hivyo hiyo ndio nia. Kwa hivyo kama ni mwanamume itakuwa tayari wale anatia nia ashavua nguo zote, ashavaa zile ihram zake. Na ihram ukivaa wakati umetia nia si lazima uache bega wazi. Bega kuacha wazi si lazima wala si sunna bado hapa. Sunna ni wakati tutakuja mbele tukifika kwenye tawaf. Lakini ukitia nia cover both your shoulders. Bora usikave kichwa chako, ukave mabega yako yote mawili, ufunge ihram yako vizuri, ununue ihram ambayo kwamba ni kubwa, itaweza kustiri vizuri, ambayo kwamba ni nzito, itakuwa haionyeshi mwili wako. Chagua ihram ambayo kwamba yani ina big size na thick, ambayo kwamba itakava mwili wako vizuri. Nguzo ya pili ya umra ni tawaf. Natakaniwa mtu yote ambaye kwamba atakwenda kufanya umra badani yake hakikisha atafanya tawaf. Na tawaf ni going around the Kaaba 7 times. Sasa ikiwa wewe ushafika Makkah, umefika hotel, nia yako ushatia miqat, baada ya nia ni sunna useme labbaik Allahumma labbaik, paka utafika hotel utaendelea talbia. Ukifika Makkah, ukiingia Makkah, tumewekewa dua ya mtu kuingia Makkah. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha katika mtu akifika kuingia Makkah
atakana asome dua kama inafuata: Allahumma hadha haramuka wa amnuka faharrimni ala an-nar wa aminni min adhabik yawma tabathu ibadak. Yani ya Rabbi, huu mji ni mji wako mtukufu, na kama ulivyotukuza na ukaharamisha mambo mengine ndani yake, mwili wangu uweke mbali na moto na unisalimishe na adhabu siku utakaofuata wako. Waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika, na ujalie mimi katika watu unaowapenda na katika watu ambao kwamba wakutii wewe wakati wote. Kwa hivyo usome dua hiyo ukiingia Makkah, and then ushike talbia. Ukifika msikitini sasa, wakati waingia katika msikiti wa Makkah, ingia na big hopes kuwa wewe waingia katika territory ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao kwamba ni special Allah ameiweka ya waja wake aliowalika, visitors wake ambao amewalika, his guests Allah subhanahu wa ta'ala ile mahali. Ukiingia, ingia na sunna za msikitini, uingie na mguu wa kulia, usome dua bismillahir rahmanir rahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma iftah li abwaba rahmatik, kisha Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu as-salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna bi rahmatika dar as-salam tabarakta wa ta'alaita ya dhal jalali wal ikram. Useme na waitu al-i'tikaf, katika ushaingia msikitini utie nia i'tikaf, kisha usonge utafute Kaaba iko wapi. Ukifika sehemu Kaaba waiona, ukishaiona Kaaba tu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia dua kama hii ambayo kwamba tumefundishwa. Ukiona first sight ambayo kwamba utaona Kaaba, useme Allahumma zid hadha albayta tashrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahabatan wa zid man sharafahu wa karramahu mimman hajjahu au i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'dhiman wa birra. Kwa hivyo hii ni dua unatakiwa usome wakati unapoiona Kaaba katika first sight yako wewe, na ukiangalia Kaaba uangalie kwa ta'dhim. Don't be distracted na buildings zilizoko pale, clock tower na mfano wake. Yani jalia concentration yako yote iwe katika al-Kaaba, kwa sababu hiyo ndo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea. Usiangalie yale mengine ambayo kwamba umewekewa na watu ambao kwamba wataka kukudistract. Kisha utaingia msikitini wakati tayari watakuanza tawafu yako. Make sure katika before uanze tawafu, yani conditions za tawafu ni kuwa ustiri aura yako, your body is covered, ile aura part. Kama ni mwanamume, yani kitovu chake na magoti in between yote imekuwa covered. Kama ni msichana au mwanamke, mwili wake wote umekuwa covered isipokuwa uso wake na mikono yake, viganja vyake viwili vya mkono lazima iko paka hapa kabisa kwa covered. Lau atafanya tawafu mwanamke na mkono wake unaonekana this part, itakuwa hana umra. Ama nyele zake zimetoka nje wakati anafanya tawafu yake, itakuwa hana umra. Kwa hivyo tawafu haitimii mpaka sharti ya kwanza iwe aura yako umestiri. Katika aura mwanamke ni miguu yake iwe covered, kama atavaa khuf ama atavaa nguo ndefu itakuwa buruta, lakini vizuri akivaa socks ambazo kwamba zitakuwa zimemcover miguu yake. Kwa hivyo first condition ya tawaf ni kuwa you cover your body, aura parts. Number 2, make sure una tahara, manake you don't have yani ile major hadath kubwa, yani huna haidh wala nifas ana janaba, na una udhu. It's must to have udhu. Huwezi kufanya tawaf bila udhu. Udhu kiharibika lazima utoke, utawadhi, urudi. Na hapa udhu kuharibika we mean yani ikiwa wewe utatoka na upepo na mfano wake, lakini ile contact na wanawake wakati wa umra, ulama wengi wamekubali kwa sababu ya dhiki iliyoko pale, zahma. Lakini muhimu usiguse na shahwa. Wakati unamgusa mwanamke by mistake ama by accident, usiwe wewe concentrated katika ile shahwa ama matamanio, wewe iwe ni by accident, utaendelea mbele, utasonga kumaliza tawafu yako. Condition number 3, katika mwili wako kusiwe na najasa, kusiwe na nguo, ihram yako isiwe na damu, isiwe na mkojo, isiwe imegusa pengine usaha, any kind of najasa. Number 4, katika conditions za umra ni kuwa wakati unataka kuanza umra, make sure katika kuonyesha tawaf, make sure al-Kaaba iko on your left side, yani you move anti-clockwise, usi move clockwise, ta move Kaaba wakati Kaaba itakuwa umeipatia your left hand. Number 1 tumesema umestiri aura. Number 2 una tahara, hadath ndogo, hadath kubwa. Number 3 huna najisi katika mwili wako. Number 4 Kaaba iko on your left. Number 5 make sure you begin from the black stone, kwa sababu ukianza after the black stone, whatever utakwenda kuzunguka the round itakuwa ni zero work. Kwa hivyo lazima tawafu yako ianze from the black stone. Ukianza beyond black stone itakuwa ni zero work.
Ukianza before Blackstone utakuwa umejiongezea mwenyewe distance ya kutembea. Kitu kingine katika sharti za tawaf ni make sure zile tawaf zako ziwe 7, yani 100%, usiwe na any minor doubt. Lazima kama una shaka ni 6 ama 7, maliza ziwe 7 kwa yaqini. Hizo ndo baadhi ya sharti za tawaf, na sharti zingine ambazo ziko kwa lazima ndani ya msikiti utembee nje ya Al-Kaaba. Katika Al-Kaaba ukiangalia kuna baada ya mlango wa Al-Kaaba, baada ile Blackstone, the other angle after the Blackstone, utaona kuna half circle, semi circle, yani kibaraza cheupe kimezunguka pale, ile inaitwa Hijr Ismail. Kuna mlango pale, lau utazunguka tawaf utapita katika ule mlango uzunguke Al-Kaaba, yani uache Hijr Ismail nje, itakuwa huna tawaf, kwa sababu Hijr Ismail is part of Al-Kaaba. Kwa hivyo for you to do tawaf you have to go around the Kaaba and round ile Hijr Ismail, they have semicircle ya white, uzunguke kabisa, na usiguse Al-Kaaba wakati wafanya tawaf, kwa sababu Kaaba iko perfume na wewe umekatazwa ku-apply perfume wakati wafanya tawaf. Kwa hivyo usiguse Al-Kaaba wakati wa tawaf mpaka umalize umra yako, baadaye umekuja kuswali utakwenda kushika Al-Kaaba. Kwa hivyo you start from the Blackstone. Kisha sunna za tawaf, wakati umeingia msikitini tumesema ushatia itikaf, ile tawaf ni sunna kwanza ukifanya ufanye yani barefooted, bila viatu, kwa sababu waweza kuvaa viatu kama miguu ya kuuma, lakini ni sunna bora ufanye bila viatu. Kisha ni sunna pale unapoanza from Blackstone uende uikiss the Blackstone kama utakuwa na chance. Siku hizi huwezi kuwa na chance hiyo, kwa hivyo utaisalimia kwa mbali, bismillah Allahu akbar, Allahumma imanan bika wafa bi'ahdika wa imanan bika tasdiqan bikitabika. Utasoma dua kama hiyo, bismillah Allahu akbar, na tena rejelea. Mwanamke anapoinua mkono kusema hivyo hakikishe amevaa nguo ambayo imekava mpaka this part of the body. Kama atavaa tight ndani, kama atavaa nguo ambayo itamkava mkono wake kabisa, lakini akinyosha mkono na hiki ionekana, itakuwa ameharibu tawaf yake. Bismillah Allahu akbar, alafu utatembea first round. Kila ukifika pale katika Hajar Aswad unasema bismillah Allahu akbar. Na pia there is an angle before Hajar Aswad inaitwa Ruknul Yamani. Pia Ruknul Yamani ni sunna kwenda kuigusa bila kuikiss, yani kuigusa na kusema bismillah Allahu akbar. In between Ruknul Yamani na Blackstone, yani the corner before the Blackstone, hapa in between ni sunna mtu kusema rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Hizo dua ni sunna mtu kusoma in between hapo. Kisha wakati wafanya tawaf waweza kusoma any kind of dua, waweza kusoma Qur'an, waweza kuleta adhkar, waweza kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waweza kuleta istighfar, yani lakini wewe uwe busy with adhkar au Qur'an, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar fanwaki. Pia it's sunna for men the first 3 rounds za tawaf akimbie kama kuna nafasi ya kukimbia, lakini hii ni kama ile tawaf unafanya there is sa'i after it. Ni sunna ile 3 first rounds ukimbie kama kuna nafasi ya kukimbia kidogo kidogo. Pia ni sunna uache bega lako la kulia liwe wazi katika all tawaf, kama ile tawaf baada yake pia kuna sa'i ya kufanya, uache yani your right shoulder ikuwe wazi. Kia hujaacha hakuna makosa yote, hiyo ni sunna. Ukimaliza 7 rounds za tawaf ni sunna uende uswali 2 rak'ahs behind maqam Ibrahim. Kama kuna zahma utakwenda nyuma, utafute mahali ambapo utaweza kuswali uelekea maqam Ibrahim. Ni sunna uswali 2 rak'ahs. First rak'a usome suratul Fatiha na qul al-kafirun, second rak'a usome suratul Fatiha na qul huwallahu ahad. Ukimaliza usome dua ambapo kwamba utakuwa umeandaa mwenyewe dua zako, Allah akubalie tawaf yako, akubalie na wengine ambao uko nao katika group kama umeenda peke yako. Yani uombe umma, ujiombe wewe, uombe parents wako, uombe familia yako, uombe rafiki zako, uombe waislamu kokote hapo kwamba walipo. Yani maximize dua as much as you can. Prepare yourself na vitabu kama vile. Ukimaliza hapo utakwenda kunywa maji ya Zamzam, pia ni sunna. From there hasa ushamaliza pila ya kwanza ambayo ni nia, umaliza pila ya pili ambayo ni tawaf, tumbaki na 3 pillars: sa'i na kunyoa ama kupunguza na kufanya at-tartib, kufuatanisha namna hiyo. Ukimaliza tawaf utaona katika ile msikiti utaona mahali imeandikwa to mas'a, yani kwa direction, na yule group leader ambaye unaiweka mwenye na group atakuguide. Utafika mahali Safa na Marwa.
Safa na Marwa ni two rocks ambazo ilikuwa history yake, yani just a short history, ni kuwa wakati mama yetu Hajar, the wife of Nabii Ibrahim alayhi salam, aliachwa pale yeye na mtoto wake Ismail. Hakuna maji, hakuna chakula, they were looking for water. Wakawa wanatembea from Safa to Marwa, anapanda mpaka juu ya mlima, anaangalia kama kuna maji karibu. Anafika Marwa, anapanda mpaka juu ya mlima, anaangalia kama kuna maji, akawa anakosa maji, mpaka ikaja miracle Jibril alayhi salam, akaja akapiga ardhi, maji yakatoka, maji ya Zamzam. Kwa hivyo hiyo we are going katika sa'i Safa na Marwa just to remember, yani history ya those great people ambao kwamba wamepita katika history ya Uislamu, ambao kwamba wamekuja kuleta dini ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo you go around Safa and Marwa 7 times. Where do you start? You start with Safa. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani ameanza inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Hakika Safa na Marwa ni katika tangafu za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallam akaulizwa tuanze na wapi, akasema start where Allah started. Allah ameanza wapi? Allah ameanza na Safa. Kwa hivyo ukiingia katika ile sa'i zone utaingia while kidogo Safa umeiacha on your right side. Kwa hivyo ingia ufike uende paka at the start of Safa, and then you face the Kaaba, you say bismillah Allahu akbar, useme ile aya inna Safa wal Marwata min sha'airillah mpaka mwisho wake, and then uanze kutembea from Safa to Marwa. Ukifika ukianza Safa ukienda Marwa it's one, sio go return kwa ni one. Safa to Marwa ni one, Marwa going back to Safa it's two, Safa going back to Marwa it's 3, Marwa kurudi Safa 4, Safa kwenda Marwa 5, Marwa kurudi Safa 6, Safa kwenda Marwa itakuwa ni 7. So you'll start with Safa, you'll finish with Marwa. Yani your first sa'i and third sa'i and fifth and seventh they'll begin from Marwa. Your second, fourth and sixth itaanza Marwa. Yani vile odd numbers inaanza na Safa, even numbers zinaanzia Marwa. Hiyo ndo Safa and Marwa kutembea, na it's sunna to have udhu. Kama udhu imeharibika unaweza kuendelea, lakini ni vizuri have udhu, si lazima kama vile tawaf ni lazima kuwa na udhu. Kisha ni sunna wanaume, kuna mahali kuna green light, wakifika wakimbie kidogo kama anaweza, na pia sunna kama ile afaa angalie kama kuna mamake ama mke wake ama mtoto mdogo, anaweza kuacha for the sake of the parents, kama aweza kupotea ili asirisk kupoteza mzazi wake. Pia dua unasoma yote Qur'an, unaweza soma rabbighfir warham wa'fu amma ta'lam, yani usome dua kama hiyo, usome bismillahir rahmanir rahim, usome suratul Fatiha, usome suratu Yasin, umsalie Mtume Muhammad sallam, yani as much as you can, ulete dua as much as you can, yani whatever you want to seek from Allah Subhanahu wa Ta'ala, uombe katika sehemu zile tukufu. Ukimaliza Marwa utakoshamaliza the third pillar, umbaki na kunyoa. Wanaume ni sunna kunyoa kipara, lakini ikiwa hawezi ni wajibu wake, ni rukni ni kuwa apunguze nywele, lakini it's recommended kwa wewe unanyoa kipara kabisa. Na usimind yani watu watasema nini, wewe mind what Allah Subhanahu wa Ta'ala wants. Yafaa iwe concern yako iwe to please Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio ku please watu, mbona nyoa kipara, mbona kadha. Iwe concern yako it's I want to please Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwe I want to please Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume alisema Allahumma arhamil muhalliqina, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani have mercy wale wanaonyoa kipara, warahamu. Masahaba akauliza na wale wenye kupunguza, Mtume akarepeat tena Allahumma arhamil muhalliqina. Akauliza tena wenye kupunguza, Mtume akarejelea tena wenye kunyoa, paka the fourth time Mtume akasema na wenye kupunguza. Ina maana yani rahma nyingi na blessings nyingi zinawaendea wenye kunyoa. Kwa hivyo why tusikimbilie rehema kama hizo Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lao ingekuwa tumeambiwa ukinyoa kipara utapewa pesa kadhaa, kila mmoja angenyoa, lakini Mtume anasema nyoa kipara Allah atakurahamu. Nyoa kipara, kila nyele unayoanguka unapata thawabu kwa ajili yake, lakini hatutaki thawabu za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaangalia mtu anaangalia rafiki yake ama mke wake ama na mfano wake, anaona hao ndio kuwaridhisha kuliko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanawake yao ni kupunguza. Hakuna sunna ya kunyoa kipara kwa wanawake. Wanawake wanapunguza, na kupunguza minimum ni 3 hairs, yani 3 hair upunguze nywele at least 3, any side nyuma, yani upunguze nywele 3. Ukimaliza hivyo, pile iliyobaki ya mwisho ni
at-tartib, yani ufanye in this sequence. If you do sa'i before tawaf, itakuwa haifai. Ukifanya tawaf before nia, haifai. Kwa hivyo hizi nne tulotaja, nia, tawaf, sa'i na kunyoa, zafaa zifuatane kwa mpangilio huo tulioeleza. Kutanguliza moja kabla nyingine haifai. Kwa hivyo ukifanya hivyo utakuwa umemaliza umra yako kwa arkan zake. Iliyobakia ni wajibat. Wajib ya kwanza, wajib ni mbili kwenye umra. Wajib ya kwanza, utie nia before miqat. Ukivuka miqat bila nia, nia yako itakubaliwa. Ukitia nia baada ya miqat, lakini itabidi ukachinje. Ili usichinje, urudi back to miqat. Wajib ya pili ambao ni muhimu ni tawaful wada'. Unatakaniwa ukimaliza umra, ile siku watoka Makka wenda zako Madina ama wenda zako Jeddah kusafiri, usitoke Makka mpaka ufanye farewell wada', yani kuiaga Makka, kuiaga al-Kaaba. Uende al-Kaaba ufanye 7 rounds. Na hii tawaf sharti yake ni udhu kama kawaida, sharti yake tahara, usiende najisi na ustiri aura, lakini hakuna kuvaa ihram. Utaenda na kanzu yako kama kawaida, ustufu al-Kaaba mara 7, na hakuna sa'i baada ya tawaful wada', hakuna sa'i, ni tawaf peke yake 7 times. Na after tawaful wada' hufai kulala Makka. Wewe unasafiri, ushapack tayari, wewe unasubiri bus ndio uenda kufanya tawaful wada'. Ukirudi wapanda bus uenda zako, ama wapanda ndege uenda zako. Sio wewe ukifanya tawaful wada' ukaambiwa safari imekuwa delayed mpaka kesho, ukilala kesho wafaa urepeat tena tawaful wada'. Haya ndio yaliyofungamana na umra. Tuzungumza arkan, tuzungumza wajibat, na sunna tumeziingiza ndani yake kabisa kila mahali. Kwa hivyo fanya bidii ukifanya umra, ufanye kwa namna tulivyoeleza, ama ora zaidi ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia. Iliyobakia sasa, ukimaliza umra, umefanya tawaful wada', ni vizuri na ni sunna zaidi kwa wewe utoke ufunge safari kwenda Madina kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uende kumzuru mtume na uzuru msikiti wake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia fadhila zote za dini kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtume asema, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Mtu ambaye atakuja mpaka Makka afanye hija, ama pia afanya umra akaja mpaka Kaaba, kisha asije Madina kunizuru, utakuwa amenitenga, ameniweka mbali. Kwa hivyo it's very good mtu atoke Makka ende Madina, ama kama atakuwa safari yake itaanza Madina pia ni bora na ni vizuri. Ukienda Madina pia ujipambe vizuri na nguo safi. Ukifika msikitini kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utafute kaburi lake liko wapi, uingie na do ya babu salam. Ukiingia pale ndani utafika utaona mahali Mtume amezikwa na Saidina Abubakar na Saidina Umar. Ukifika pale utoe salam kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, useme assalamu alayka ya Rasulullah, as-salatu was-salamu alayka ya Habiballah, as-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah, ya Nabii Allah. Umpatie salamu asmachi asyukan, as-salatu was-salamu alayka ya Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Taha, majina yake yote urepeat salam asmachi asyukan. And then useme ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Pia useme jazakallahu anna khair jazani, u appreciate ile effort aliyokufanyia wewe mpaka leo ukapata Uislamu, ukapata kumjua Mungu wako, ukapata kuswali, ukapata kujua yani what is good for you in this dunya and akhirah kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yani uende pale u appreciate na mshukuru na uombe Allah subhanahu wa ta'ala akupatie company yake siku ya kiyama, upate kuwa na yeye siku ya kiyama, upate shafaa yake, yani Mtume sallallahu akuombee siku ya kiyama upate kuwa janna na yeye pamoja. Ukitoka hapo Madina kuna historical sites, kwenda sehemu za Jabal Uhud, kwenda vita vya Badri, kwenda Masjid Quba, kwenda makaburi ya Baqi' walizikwa masahaba. Kama vile Makka pia kuna historical sites kama kwenda Jabal an-Nur, sehemu iliyoteremka Iqra, Ghar Hira, kwenda katika Jabal Thawr, sehemu aliyojificha Mtume na Abubakar wakati wanasafiri na Madina, kwenda makaburi ya Al-Ma'la alipozikwa Sayyidina Khadija na wengine. Kwa hivyo yani try ibada yako ufanye kwa namna Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka, utumie time yako vizuri. Siku za Makka usome Qur'ani kwa wingi, ukiweza kumaliza Qur'an at least once katika 7 days ama 6 days za Makka. Ujipangie schedule yako, kila siku unasoma juzu 4-5, malize Qur'an. Siku za Madina ufanye wingi kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as much as you can, send salutations and praises kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na both cities Makkah and Madina, give out charity as much as you can. Rial 1, Rial 5, Rial 10, dola, saidia watu maskini walioko pale.
watu waliokuwa na wewe katika safari wasaidie chakula, yani give out charity, itakuwa for your own benefit, kwa sababu pale kama Makka swala moja ni mara 100,000, pia sadaqa moja ni mara 100,000. Ukitoa rial moja ni kama 100,000, ukitoa dola moja ni kama 100,000. Madina vile vile ukifika toa sadaqa, yani toa zawadi wapatie watu, na kisha ukirudi nyumbani kwenu pia bebea watu wako zawadi, maji ya Zamzam, tende, family ulioacha. Yani usije ni katika sunna mtu akitoka safari kirudi arudi na zawadi kwa wale watoto wake na familia yake ambao kwamba anawaendea. Hichi ni kichache, usitosheke na hii video peke yake wasema basi. Kama waweza yani tafuta vitabu usome zaidi, ujiandae zaidi zile dua ambazo zinatakikana kusomwa. Kuna ulama wameandika dua katika every tawaf ya kusoma, kila dua, kila tawaf ya kwanza usome hivi, tawaf ya pili usome hivi, vile vile kwenye sa'i ya kwanza, sa'i ya pili usome hivi, sa'i ya tatu mpaka sa'i 7. Keep yourself busy na dua, ujipe kitabu cha dua ambacho utakuwa unasoma kule. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ibada yetu ya makbul, na ajalie video hii yenye manufaa kwa kila atakayetazama na atakayeangalia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.